Sasa ili elimu yako ikunufaishe kesho, kuna mambo lazima uendelee kuyazingatia ukiwa kama kijana. Jambo la kwanza, umakini. Wapo ambao tunadhani unapokuwa kijana haupaswi kuwa makini, haupaswi kujua unaponyanyua mguu wako unaupeleka wapi na unaenda kufanya nini. Tunadhani hatupaswi kujua tunapofungua mdomo wetu tunapaswa kutamka nini na tunazungumzia wapi. Lakini kwa maisha ya sasa ya teknolojia, tuna forum zetu za engagement, social media huko. Tunadhani hatupaswi kutumia vidole vyetu kutype na kuandika ama kuposti picha mjongeo na picha nyingine tukiwa kama kijana. Sasa haya ni maeneo ambayo ningependa sana kuwaasa vijana wenzangu ili kuutumia vizuri ujana wako, kwa sababu ujana ndio reflection ya utu uzima. Wengi ambao wanaweza kuwa makini katika umri huu basi uwezekano wa kupata mafanikio wakiwa utu uzimani ni mkubwa sana. Kwa ukiwa kama kijana, hakikisha unahesabu hatua zako. Hakikisha eneo ambalo utakwenda kutua hiyo hatua yako, je, lina thamani ya hatua yako kufika pale? Na ukiona lina thamani, basi ongeza umakini. Mfano, una kipindi saa 2 asubuhi, ukaamka ukajiandaa, ukaanza kutafuta movement ya kwenda darasani, basi hakikisha kule darasani unakwenda kuwa makini. Tunaelewana vijana wenzangu? Hakikisha unakuwa makini kwenye kila neno ambalo unalitamka sasa, kwa sababu linaweza likawa ngazi kesho ya kukubeba, linaweza likawa daraja kesho la kukuvusha, lakini pia linaweza likawa anguko la kukuangusha. Si tunaelewana? Hayo ni mambo ya msingi. Unaweza ukawa na elimu nzuri, kichwa chako kimejaa maarifa na ujuzi, lakini ukishindwa kuhesabu hatua zako, ukishindwa kuhesabu maneno yako ambayo unayatamka katika midomo yako, ukishindwa kuhesabu vidole vyako wakati vina type uko una posti kwenye social medias and other engagements huko, haitakusaidia. Kwa niombe sana tuongeze umakini. Eneo la pili, heshima. Ni moja kati ya daraja la msingi na la muhimu ambalo linamvusha kijana kwenda kwenye mafanikio. Heshima hii sio ile shikamoo marahaba. Heshima hii sio ile umemkuta mkubwa kwenye gari, wewe umekaa, yeye amepanda, amesimama, unasimama. Sio heshima hiyo peke yake. Heshima hii ni kuheshimu kile unachokifanya, unakionea wivu, unakithamini, unakipa kipaumbele. Umeamka usiku unajisomea, heshimu ule muda wako ambao kwa namna nyingine ulipaswa kuwa
lala. Umeamka asubuhi, unakwenda darasani, heshimu ule muda wako ambao umeamka asubuhi. Umekwenda wapi? Darasani. Umetoka nyumbani, wapo waliotoka Mwanza, wapo waliotoka Mtwara, wapo waliotoka Tabora, wapo waliotoka Tanga, wapo waliotoka Ungalimited, wapo waliotoka Usariva, wamekuja chuo cha maendeleo ya jamii kupata elimu. Heshimu muda wako ambao umekutoa nyumbani, umekuja wapi? Chuo. Lakini pia heshimu pumzi, uzima na afya ambayo Mwenyezi Mungu amefanyaje? Amekujalia. Wapo watu kwa nafasi zetu na rika na umri tuliokuwa nao sasa hivi walitamani wawe TICD, walitamani wawe wakuu wa wilaya, walitamani wawe wakurugenzi, walitamani kila aina ya nafasi. Lakini Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake na huruma yake amewanyima afya, amewanyima uhai, amewanyima uzima, na sisi ametupa. Kwa hiyo hatuna muda wala hatuna nafasi ya kupoteza kwenye kila ambacho tunakifanya. Heshimu. Najua kwa sababu gani nawaambia heshimu? Vituo vya mwanadamu duniani ni 4 tu: tumboni kwa mama yake, duniani, kaburini, na kwa Mwenyezi Mungu mbele ya safari. Yaani hutapata nafasi nyingine ya kuja TICD zaidi ya kituo hichi kimoja tu cha duniani. Hutapata nafasi nyingine ya kuthamini nguvu yako, ya kuheshimu juhudi zako, isipokuwa duniani peke yake. Kwa hiyo ukicheza hapa, ukishindwa kutambua nguvu yako ya kwa nini umetoka ulipotoka ukaja TICD, ukishindwa kuthamini muda wako, rasilimali zako na za wazazi wako na wale wote ambao wanakutegemea, ukachezea hapa, hutapata nafasi nyingine katika vituo vyako 4 vya kuutilize what you have done. Kwa hiyo heshimu sana kama kijana. Na Waswahili wanasema ujana wako ndio utu uzima wako. Sasa ukiwa hamasa wakati uko kijana, ikakufanye upate hamasa ya kuwa tajiri kesho. Ukiwa mwenyekiti wa mdahalo ukiwa kijana, inatakiwa ikuinspire ukawe mwenyekiti wa nafasi fulani, wa hadhi fulani, wa sehemu fulani ukiwa utu uzima. Ujana wako ndio utu uzima wako. Eneo la 3, jitihada. Hili ndio wengi wetu na hasa tukiwa vijana huwa linatusumbua kidogo. Unaweza ukawa makini, ukawa na heshima ya kuthamini unachokifanya, ya kutambua ulipo, lakini juhudi huna. Kwa hiyo weka juhudi kwenye kila kitu ambacho unafanya. Uko hapa unasoma TICD, soma kwa juhudi. Umeamua kuwa hamasa, fanya kazi yako kwa juhudi. Umeamua kuwa mwenyekiti, umeamua kuwa katibu, umeamua kuwa class representative, umeamua kuwa rais wa chuo, umeamua kuwa yoyote uliokuwa kuwa kwa sasa, ongeza juhudi. Mimi nilikuwa waziri wa michezo wakati niko chuo. Nilikuwa waziri wa michezo wakati nipo A-level.
nilikuwa waziri wa michezo wakati niko level. Inawezekana by the time being nilikuwa najiona niko kwenye ucheza nacheza, lakini inawezekana essence ya majukumu nilianza kujifunza wakati niko kwenye hizo level. Weka juhudi kwenye masomo yako, weka juhudi kwenye kila ambacho unakifanya, kwani juhudi ndio kila kitu. Tunaelewana vijana wenzangu? Lakini la mwisho kwenye segmenti hii, utulivu. Na hili kwa vijana wa kisasa wenzetu, dada zetu hawa na kaka zetu, wao kidogo dunia yao ilikuwa imeinama, na sisi wa late millennials pia kidogo tulikuwa tumeinama. Sasa kuna hawa ndugu zetu na watoto wetu. Hivi mimi mtoto wangu ana miaka 8, Flora anakuwa ni generation gani? Alpha hii ndio inakuwa zaidi ya Gen Z. Mungu atusaidie wazazi wa kesho. Bwana msemi amina, mtaki kuwa na familia nini? Utulivu vijana wenzangu. Sasa utulivu sio ule wa maji kwenye birika. Utulivu sio ukimya. Utulivu sio unyonge. Uwezo wa kusubiri. Sasa ujipime, je, una uwezo wa kusubiri katika nyakati ngumu? Una uwezo wa kusubiri katika nyakati za furaha? Una react vipi kwenye huzuni? Una react vipi kwenye disappointments? Una react vipi kwenye ups and down? Una react vipi kwenye usaliti? Una react vipi kwenye kukosa? Una react vipi kwenye kupata? Na hii uzaliwi nayo. Makuzi, mazoea, mafundisho, imani ya dini yako, usikivu wa wazazi wako, kuitazama jamii yako. Kwa sababu naamini kwa miaka hii 2000 ambayo tumeanza kuihesabu, 2026 sasa, hakuna jambo geni ambalo litakutokea wewe halijawahi kumtokea aliyepita. Hata hii hall ukiuliza historia itakwambia wapo ambao wamepita kama sisi ambao wameshawahi kufanya kongamano hapa. Kwa hiyo ugumu usikuharakishe, unyonge usikudhoofishe, ukakuondoa kwenye utulivu. Kipato kisikupumbaze. Sisi watu wa pwani tunasema kipato huleta majivuno. Yaani umepata leo ukahisi kesho hakuna mwingine ambaye anaweza kupata, ukasahau misingi na miiko ambayo uliifanya mpaka ukapata.
ukaacha movements ambazo ulizifanya mpaka ukapata, kesho utakosa. Lakini above all, kupata kuna Mungu, yeye ndio anapanga. Usiache kumwomba Mwenyezi Mungu. Kwa uwezo wako wa kutulia, uwezo wako wa utulivu, anza kujifunza hili ukiwa kijana. Wajitathmini tu wewe ulivyo. Take a picture of yourself. Kuna matatizo yanakukuta wewe, unayavumilia, lakini tatizo hilo hilo linamkuta mwingine, anajitoa roho. Simeshawahi kusikia wanafunzi wenzetu wamejitoa roho kwa sababu ya usaliti wa mapenzi vyuoni? Hamjawahi kusikia? Haya, wangapi hawajasalitiwa kama mimi chuoni? Wanyoshe mikono. Dr. Juma hamna atakayenyosha. Sasa jiulize wewe, kwa nini ulifanyaje? Uliweza. Na yule kwa nini alifanyaje? Ameshindwa. Ndio uwezo wa utulivu, uwezo wako wa kutulia, wa kureact upon hizo incidents ambazo zinakutokea katika maisha. Kuna watu wanajitoa roho, baba na mama hawana uwezo wa kumlipia ada, ameshindwa kufanya nini. Lakini upo wewe ambaye kila asubuhi unakwenda kwa Dr. Juma, naomba nitalipa kesho, naomba nitalipa kesho. That's the spirit kama kijana. Matatizo yako ya leo yasikwamishe kesho yako. Tafuta namna ya kuishi. Utulivu wa mambo ambayo wewe huyapendi, fulani anayapata, fulani anayafanya. Utulivu wa kihisia, mapenzi yako ni huku, lakini kuna mwingine anapenda huku. Unawezaje kujizuia? Ila kwenye hili mimi nimeshindwa. Mimi bwana, sio utopolo, na utopolo sio wapendi. Sasa sio mumeo anashabikia Yanga, wewe unashabikia Simba, unataka ukavunje ndoa. Baba Chama cha Mapinduzi, wewe Woke Society, unaona itikadi zake za kizamani hazina mpango na hama nyumbani, mimi chama pinzani. Hapana. Mungu ametuumbia dunia hii moja, hakuna dunia nyingine ya wajinga na wazembe, wala hakuna dunia nyingine ya wajanja. Wote ametuumba kwenye dunia hii moja ili tuweze kuishi. Nenda kaishi. Nanielewa wadogo zangu? Swala jingine tayari mmeshaelezwa na mmeshapata maarifa, na inawezekana wengine mmeshaanza kupata na ujuzi wa kwenda kufanya. Eneo la kijana kuchangamkia fursa za kiuchumi. Na ukiliangalia hili, nimepewa kipaumbele sana na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa vijana, eneo la fursa za kiuchumi. Na ndio maana hivi karibuni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, wakati anaingia muhula wa pili, ametufanyia jambo kubwa sana vijana la kisera kwenye hili eneo. Nani anaweza kulijua? Na 10 ya mwisho hapo.
Karibu wewe dada, utatajirika bwana, subiri, utatajirika kesho. Mpigieni makofi. Ndio chukue kwa